Na mkaribu mpenzi mtazamaji wa Kijiwe Mchongo na TTM Smith to Ali Upoju kuntunja Kidimdimu Mondela. Leo tuko Sukari House kama unavyoona, tuko ndani hapa Kijiwe Mchongo. Tutaswampa humu kuweza kujua hasa ndugu wekezaji, elimu imewafikia vipi, lakini vile vile maendeleo yako vipi kuhusiana na mifuko yao katika masuala mazima ya uwekezaji na TTM. Karibu sana na usitoke. Dada, mimi naitwa Ali Upoju na tukio TTM. Sijui mwenzangu naitwa nani? Cecilia, natokea airport. Airport. Karibu sana. Dada yake hapo naitwa nani natokea? Ingrid, natokea Kawe. Ingrid. Yeah. Okay. Sasa tukija kwa dada Ingrid kwanza. Hivi dada Ingrid, unajua sisi kwa maeneo ya Kawe kule Mwenge kuna ofisi tumeweza kufungua za UTT. Sio kama unajua? Yeah. Ziko Samnojoma pale, jengo la PSSSF. Yeah. Pia hata ungeenda pale au huko maeneo ofisini? Yeah. Okay. Huko ofisini. Karibu sana. Basi nilifahamu labda kama ni ufahamu kama sisi tuna ofisi kule. Tuna ofisi kule. Karibu sana lakini. Dada Cecilia, ni kwa mara ya kwanza ndio umeweza kuja kujiunga katika mifuko yetu ya uwekezaji? Hapana, nimejiunga kwenye simu muda mrefu ila nimekuja kukamilisha usajili. Na dada yake hapa Ingrid? Toka 22. Toka mwaka 2022. Ulikuwa ushajiunga tayari? Yeah. Katika njia ya simu? Katika njia ya simu. Kwa sasa hivi hapa umekuja kukamilisha usajili kwa kujaza physical. Karibu sana. Umejiunga mfuko gani? Liquid Fund. Liquid. Dada yake? Liquid, Umoja na Bond. Mitatu? Ingrid, una hatari. Yote ya kwako au labda hapo kidogo kuna yote ya kwako? Yeah. Tuje kwa dada Cecilia, ni nani ambaye aliweza kukupa elimu, kukushawishi, kukwambia hapana, kuja kuwekeza na UTT kuna faida au kuna umuhimu? Niliona kupitia mitandao ya kijamii. Okay. Nikapata hamasa basi nikajifunza zaidi, nikaanza kuwekeza. Okay. Unahisi kuna faida kuwekeza na UTT? Yes, kuna faida. Mfano wewe ni dada Ingrid naye ni dada, naamini kuna zile sehemu zenu, sitaki nizitaje kwa majina, kuna zile sehemu zenu zile ambavyo sometimes huwa mnatusumbua sana sisi kama watu wa karibu. Mfano kuna faida ya kuweka pesa huku kuliko kule? Ya, kuna faida kwa sababu ya kwanza inakutengenezea nidhamu ya fedha. Maana ukiwa na hizi ATM kadi rahisi sana, ukiwa na changamoto unatoa, lakini huku unakuwa ni procedure zile za kutoa ni ngumu, kwa hiyo unakuwa na nidhamu fulani ya kutoa. Pia inakusaidia kwenye malengo yako na pia faida ambayo unaipata kwenye uwekezaji. Okay. Hivi kule kuna faida? Hapana, na makato juu. Na makato juu? Hamna faida na makato juu. Tuje kwenye usalama? Usalama pia uko vizuri. Huku? Usalama wa huku UTT uko vizuri kwa sababu nimeweka hela lakini kila nikishungulia salio naona linaongezeka kila siku Na upande wa kule usiwataja kule. Ndio hivyo. Makato. Kesi nyingi kule hapo. Ninakuwa hamnaga uaminifu kule. Kwenye uaminifu upo ila tu kwenye issue ya makato, yaani unahifadhi hela zako lakini bado na makato unayapata. Hakuna faida yoyote. Okay. Yes. Turudi kwa dada Ingrid hapa. Labda unahisi kuja kuwekeza na UTT leo hii kuna faida kwako toka mwaka 2022 mpaka leo? Sana. Ambazo faida zake ni zipi? I love money. So I saw my money doubling. Yaani actually imekuwa sana. Okay. Siwezi kuitaja baya. Okay. Kuna utofauti kati ya ile kuweka hela katika vibubu zamani ambavyo ukihitaji milioni ni milioni mwisho wa mwaka, pamoja na hizi uwekezaji zote ambazo zimetokea sasa hivi, sijui kuna wanahitaji okay, kuna ile unaweka but then watu wengine wanapiga fine na nini, bado naona like UTT is better kuliko kufanya Okay. Ukichukua fursa hii leo hii, kuna baadhi ya marafiki zako wengi sana mtaani, labda uliosoma nao maofisini, hawajui chochote kuhusiana na UTT. Ungependa kuweza kuwaambia nini hasa lolote, kwamba isije katokea siku akaja akasema Ingrid, mbona ulichelewa kutuambia na umenufaika kweli kweli? Sija akasema nafanya illegal business, nawekeza UTT. Jamani, wekezeni UTT, mnachelewa kupata mambo mazuri. Sana la UTT ungeweza kupenda kuambia, mfano kama mimi ningewaambia kuna usalama, taasisi za serikali, unapata faida. Okay. Sijui hata nisemeje, but safety is out of the chart. Yaani wewe uhitaji kufikiria kabisa risk kama kuweka sehemu nyingine. Okay. For Sonia nipotulia, sina sitingishiki. So wekezeni jamani.
Okay. Sasa tuje kwa dada Cecilia, marafiki zako, ndugu zako, kuna watu ambao wako karibu na wewe leo hii. Hebu chukua fursa hii kuweza kuwaambia lolote kuhusiana na UTT. Na kwanza napenda kuwakaribisha waje wawekeze pesa zao na UTT, kwa sababu ukiachana na kuweka hela kwenye ipo sehemu nyingine tunapoweka, huku unaweka pesa yako na bado unakuta imeongezeka zaidi. Lakini pia kama una malengo mbalimbali na ya muda mrefu ama muda mfupi, UTT ni chaguo sahihi. Same sahihi. Yes. Sawa. Una mtoto? Yes, ninaye. Umemfungulia mfuko? Ndio nimekuja kwanza mimi afu nitamfungulia na yeye. Okay. Ingrid? Au watoto? Kati warithi wangu. Sina mtoto bado. Una mtoto bado? Yeah. Mungu atakujalia utamfungulia. Amen. Shemeji naye vipi? Ujaribu kumconvince? Kila mtu, yani actually sio shemeji tu. Kila mtu namconvince afungue UTT. Okay. Yeah. Na sisi? Shemeji? Ule mtoto uliosema sana babake? Yupo. Mimi ndio yupo wangu kila siku. Kwa hiyo naye yupo nayo ya kwa upande wake anayo ya kwake. Okay. Yes. Nice. Mambo dada? Safi habari. Mzima. Mzima. Mimi naitwa Ali Upuju, natokea UTT AMIS. Sijui dadangu naitwa nani na umetokea wapi? Mimi naitwa Josephine, nimetokea Bunju. Ni mwekezaji wa muda mrefu sana? Ila nilianza na watoto. Ulianza na watoto kabla wewe? Kabla ya mimi. Wow, kwa muda gani? Nimewafungulia muda mrefu sana, 2017 kama sikosei. 2017? Watoto wangapi? 4. Hongera. Asante. Hongera. Na wote kila mtoto ana mfuko wake? Yeah. Hongera sana. Kwa hiyo wewe mwenyewe mpaka sasa hivi umefanikiwa kufungua mfuko wako? Na mimi nimefungua sasa hivi. Okay, na baba? Bado ndo atafungua soon. Kwa maana yake wewe ni mpambanaji sana. Ukaona kwanza hapana, mimi nataka wanangu niweze kuwafungulia mifuko wao. Wote tunashirikiana. Unahisi wewe kama mama, ulifikiria nini kuweza kuja kufungua mifuko ya watoto wako UTT AMIS? Lengo hasa ni lipi? Lengo hasa ni kuwekezea kwa ajili hata ya ada baadaye. Maana tunaona watu wengi wanamaliza sekondari, wanafika chuoni afu wanashindwa kupata mikopo ya. Kwa hiyo yuko chuo basi sio shida. Kama amekosa mkopo, anakuwa ana hela yake ambayo anajua itamsave. Atapata ada, atapata pocket money, maisha ya shule yatakuwa marahisi. Na pia hata baadaye akitaka kufanya kitu sio lazima labda ameshindwa kuajiriwa, basi ana kitu ambacho anajua anaanzia wapi. Yes, anajua hapa kuanzia. Okay. Sasa labda unahisi toka ulipoanza kujiunga katika hii mifuko ya watoto mpaka leo, kuna kitu chochote ambacho umekiona leo hii unasema kuna faida? Naona sababu kuwekeza maana yake ile inaongezeka. Unachoweka kesho kinaongezeka. Ni tofauti na nikiweka benki. Nikiweka benki nakaa, anapewa mtu mwingine. Inaenda inamuongezea mtu mwingine, lakini nikiweka ni ya kwangu inaongezeka ya kwangu. Okay. Lakini vile vile UTT hakuna makato? Hamna makato. Sijawahi kutoa kwa sijui. Yaani mimi naweka kwa sijawahi kutoa kwa sijui kama kuna makato. Okay. Au hamna, lakini ninachojua tu uzuri ni kwamba ni hela yake inaongezeka, nachojua hamna kodi. Okay, sasa labda ukipata fursa hii kuweza kuwashauri baadhi ya marafiki zako leo hii ambao wako Dar es Salaam, nje Dar es Salaam, waliosoma nao, ndugu zako ambao hawajui chochote kuhusiana na UTT, na Josephine, wewe ungependa kuweza kuambia nini hasa kuhusiana na UTT? Wasije wakasema bwana Josephine, mbona hukutuambia mpaka leo hii tumezeeka hivi. Sasa hivi hapa labda wanakutazama. Ungependa kuweza kuambia nini kuhusiana na UTT? Mimi wawekeze kwenye UTT mtu binafsi au kwa ajili ya mtoto. Mifuko iko mingi kwa sababu kwenye UTT kuna ukwasi, sijui watoto mmoja. Kwa hiyo ni mtu tu anachagua kutokana na anachokihitaji. Kwa ndio ukajipangia labda naweza ngeka shilingi 50 kidogo kidogo, sababu hauwi limited kwamba lazima uweke this amount. Kwa hiyo kile chochote ambacho wewe utakuwa nacho unawish kudeposit, una deposit. Kuliko uende labda ukatumie sehemu nyingine ambayo haikuzalishi, unaweza ukaweka hapo. Kwa I think kama mtu anaweza kufanya hivyo ni kwa ajili ya baadaye, kwa ajili yake, kwa ajili ya watoto wake. Akikwama pia anaweza akatoa. Hivyo. Kijiwe mchongo na UTT AMIS imetufikia. Kijiwe mchongo na UTT AMIS imenifikia. Wawekezaji ni wengi bado wanazidi kuja kuwekeza katika mifuko ambayo iko chini ya serikali kupitia Wizara ya Fedha ambayo inajihusisha na masuala ya uwekezaji. Tunazungumzia UTT AMIS. Wewe ni nani ambaye mpaka leo hii hasa hujapata kuweza kusikia faida ambazo zinapatikana kutoka na wawekezaji ambao walokuja kuwekeza na UTT AMIS? Vile vile unawekeza katika taasisi ambayo iko chini ya serikali kupitia Wizara ya Fedha.
ambayo inajihusisha na masuala ya uwekezaji, lakini vile vile ni sehemu salama. Basi mwambie na mwenzio aje kuwekeza UTT AMIS. Bwana, mimi naitwa Ali Upuju, kuntunye kidimdimu Mwandila. Tukutane next time. Bye bye.